Basi nimlete mwanangu msema kweli aweze kusalimia kanisa. Mungu akubariki. Karibu. Mimi naitwa Mwalimu Msema Kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno letu la siku ya leo linasema nguvu ya jina. Bwana asifiwe. Wangapi wana jina? Hebu nyosha mkono wako. Mtu yeyote ambaye ana jina nyosha mkono. Mchapie makofi Bwana. Yes. Mimi ninachoamini kwamba hakuna mtu ambaye hana jina. Leo tunaenda kuangalia nguvu ya jina. Kwa nini unaitwa Edina? Kwa nini unaitwa Charis? Kwa nini unaitwa Magdalena? Kwa nini unaitwa Agnes? Bwana Yesu asifiwe. Nguvu jina. Bwana Yesu asifiwe sana. Maiki yangu haiko vizuri sana. Nguvu ya jina. Jina ni roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaamini roho huwa haifi. Mwili unakufa lakini roho haifi. Hata jina halifi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapo watu waliokufa lakini majina yako hai. Hiyo ni kwa sababu ya nguvu ya jina. Tunaposema jina, jina limegawanyika katika makundi manne. Naomba nisikilize. Jina liko katika makundi manne. Mtu anapozaliwa hupewa jina la kundi la kwanza hilo. Mtu yoyote au mama au baba wanapozaa mtoto wanakaa chini, wanakubaliana wamuite nani? Jina la kwanza hilo. Kundi la kwanza la jina ni jina analopewa mtu baada ya kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kundi la pili la jina ni jina la kurithi. Wanapewa sifa. Tuna makabila zaidi ya 120 Tanzania. Lakini mara nyingi utamaduni ulio mwingi, makabila yaliyo mengi, mtoto anapozaliwa anapewa jina la kuzaliwa ambalo litaandikwa kwenye cheti chake, lakini kuna jina anapewa la kurithi. Aidha upande wa mama, upande wa baba. Wanaulizwa, sasa ni zamu ya upande. Mara nyingi kama wanaanza kuzaa, makabila yaliyo mengi wanaanzaka kwa upande wa baba. Wanaangalia, huyu tumuite nani? Huyu tumuite Makologunona. Bwana Yesu asifiwe. Wao wanachoangalia ni kwamba labda babu alikuwa nani. Wanajaribu kuangalia kitu kama hicho. Basi huyu babu alikuwa ananipenda sana, sasa alikuwa anaitwa Makonela, basi anakuwa Makonela. Bwana Yesu asifiwe. Ni kundi la ngapi? Tunachotafuta ni nguvu ya jina. Kundi la tatu la jina, Bwana Yesu asifiwe, ni jina la ubatizo. Mtu anaweza akawa na majina mengi. Kuna jina la kuzaliwa, likawepo jina la urithi, lakini anapofikia hatua ya kuzaliwa upya, kubatizwa, anaweza kachagua jina jingine. Jina la kwanza wakati anazaliwa akaitwa Mwinamela, lakini alipozaliwa la urithi wakabadilisha tena, wakamuita kama nilivyosema Makologonona. Lakini alipomjua Bwana akataka kubatizwa, akabadilisha jina. Mwingine anaweza akasema mimi niitwa Gabriel, mwingine Mikaeli, mwingine Emmanuel, whatever, kadri anavyochagua. Ni kundi la ngapi? Inategemea sasa. Kuna wengine unapokuta wazazi wanamjua Bwana, ni Wakristo, mara nyingi jina la mtoto anapozaliwa ndio hilo hilo. Hata akija kubatizwa wanampa hilo hilo. Inategemea. Wazazi unaweza kukuta kipindi hicho hawajamjua Bwana. Hawajui cha pastori, hawajui cha Emmanuel, hawajui cha Mikaeli, hawajui cha Gabriel. Sasa wakati anataka kubatizwa tayari wamjua Bwana, anabadilisha jina. Lakini kama wako ndani ya Bwana, walio wengi, jina walilompa wakati anazaliwa, hata akibatizwa anapewa lile. Lakini kundi la nne la jina ni jina linalotegemea, linalotokana na mazingira unayoishi, au jina linalotokana na tabia ulionayo. Jina la kundi la ngapi? Unaweza kukuta mtu anatembea, ukimuuliza majina yake anayo kama 4 hivi, usishangae.
kawaida mtu akawa na majina manne kawaida. Pengine katika makundi hayo yote kapita, akawa ndani ya utaratibu. Bwana, mtu akawa na majina manne. Sasa tunachojifunza leo ni nguvu ya jina. Majina yale yana nguvu ipi? Bwana Yesu asifiwe. Majina yale yanaweza kukuathiri vipi? Tunachoangalia ni hicho. Ndio maana wazazi walio wengi wanapotaka kumuita mtu jina napata utulivu. Maana lakini jina la nguvu. Mtu kamuita Bahati, Bwana Yesu asifiwe, maana yake unamtengenezea mazingira ya kuwa na bahatisha tu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua watu wanajisahau katika masuala ya majina. Jina ni roho, lina nguvu. Sio kuitaita tu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengine wanamuita mtoto Mashaka. Mtu mwingine anaita mtoto Shida. Maiki hatari sana hii. Bwana Yesu asifiwe. Ni jina. Ni nguvu ya Bwana apewa sifa. Narudia kusema, binadamu kawaida unaweza usimkute na jina moja, akawa na majina mengi. Akiwa Dar es Salaam anaitwa Gabriel, akienda kijijini anaitwa Mwinamela. Bwana Yesu asifiwe. Ni kawaida, wala Gabriel hawaijui kabisa, lakini ana kumbukumbu, mimi ni Mwinamela. Akifika anaitwa na anaitika. Tunatafuta nguvu ya jina. Jina lina nguvu katika maisha yako. Jina lina nguvu katika baraka yako. Hata Yesu Kristo aliitwa Yesu Kristo, lakini akawa na majina mengi kwa sababu alifanya kazi ya kukomboa. Wapo watu walimuita mkombozi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Wapo watu walimuita Masiha, lakini wapo watu walimuita mwana wa Mungu. Wapo watu walimuita Emmanuel, kwa maana kwamba Mungu pamoja na sisi. Hayo ni majina yanayotegemea mazingira au tabia unazozifanya ukawa na majina hayo. Bwana Yesu asifiwe. Inategemea sasa majina unayokuwa unayo yako na hali gani. Kama ni mabaya, yanaweza kufuatilia hata yakaharibu maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Je, kukuta mtu anaitwa Elias. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukienda mtaani kwao anajulikana kwa jina cha pombe. Kwa sababu ndo wanaona muda mwingi katika maisha yake wanamuona akiwa na pombe. Wanabadilisha hadi jina unaita. Halafu bahati mbaya na yeye anakuwa anaitika kwa sababu anajua kweli pombe huwa anaipiga. Cha pombe. Halafu anashituka kwa sababu anaona jina aliloitwa kama vile linalandana na anachokifanya. Hatari sana katika maisha. Nguvu ya jina. Kuna jina jingine unaweza ukajiwekea katika kinywa chako bila kujua. Bwana Yesu asifiwe. Kuna bwana mmoja nimeshawahi kushuhudia mimi. Akawa anapigana na mwenzake. Wanajaribu kufanywa solution pale. Bwana Yesu asifiwe. Vita imeisha, lakini anajitamkia, "Wewe acha kabisa usinizalo, mimi mshenzi wa ngozi." Bwana Yesu asifiwe. Hapa kajimaliza. Unajua katika maisha hatujajua nguvu ya jina. Kuna mazingira fulani kupitia jina ukajimaliza. Mtu aliyejitamkia mimi ni mshenzi, mtamaliza maombi. Kwa maana yake kunatakiwa kuangaliwe mzizi wake ni wapi. Shida hapa ni nguvu ya jina. Pengine tuombee jina
kuna nguvu imeingia kupitia kinywa cha mtu. Muda mwingine hata watoto wetu lazima tuwe makini sana. Nguvu ya jina. Muda mwingine umepata hasira, mtoto kafanya kosa, unatamka neno. Nguvu ya nini? Mtoto kafanya kosa, unamwambia wewe mpumbavu, wewe mjinga. Unategemea nini? Darasani akawe wa kwanza, alafu naleta mtoto wangu tumuombea awe wa kwanza darasani. Kivipi? Kuna nguvu ya jina ulitamka ikaingia, kwa sababu tunaposema jina ni roho. Roho haifi. Wangapi wanajua Rais Magufuli? Wangapi wanamfahamu? Jina lipo halipo? Mwili upo haupo? Piga makofi mbele za Bwana. Jina ni roho na jina lina nguvu. Hebu nataka niseme leo kwa nini tunasema nguvu ya jina. Mimi naamini majina tuliopewa, angalia katika makundi hayo, halafu jiulize mwenyewe wanakuitaje katika mtaa. Kama wanakuita vizuri, kwa sababu kuna mtu mwingine unakuwa unafanya mambo mazuri, unapopiga mtaani wanakujua huyu ni Gabriel, lakini mshauri. Jina zuri. Endelea kumomba Mungu, endelea kuweka nguvu katika jina lako. Lakini kama ukifika mtaani wanakuita kimeingia cha uongo, pata muda mwambie Mungu, niondolee nguvu ya jina cha uongo. Mungu nakuomba kwa sababu jina Bwana wangu niondolee mahiri, litarudisha nyuma maisha yangu. Tusikubali kuitwa majina. Kuna mwingine kwa hasira tu. Kwa mfano mtu anakuambia wewe maraya sana. Halafu na unakubali. Haina shida, mimi maraya, sawa, nimekubali. Wewe nguvu ya jina. Hacha. Tafakari jina. Tafakari jina. Tunaposema Biblia, hata Yesu Kristo alipokuwa anataka kuwabariki watu, alikuwa akianza kuwabadilisha jina. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina tu Yesu ni jina lipitalo yote. Majina kwa kwamba tayari nguvu ya jina. Unapotaka kuombea pepo litoke, usipotaja Yesu utapata tabu. Hata miezi miwili mtamaliza. Kwa sababu hatujataja jina ambalo lina nguvu. Ni jina lenye nguvu kuliko majina. Naomba tuimbe wimbo huu. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa yatima, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa masikini, hakuna kama wewe. Baba wa matajiri, hakuna kama wewe. Wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni,
zako Bwana. Mungu, tunasema hakuna kama wewe. Asante kwa mchana njema Jehova. Baba, tumeangalia jina lako, ni jina lililo kuu kuliko majina yote. Baba, nasi tuko mbele yetu, tunaombea majina yetu yakataja katika uzuri, yakataja katika mema. Baba, asante kwa kuwa ni tunalo jina kuu. Tunapolitaja Jehova, tunapata kibali. Baba, onekana katika majina yetu. Tunayo majina Jehova, tunahitaji tupate kibali. Baba, tunahitaji tupate nguvu ya majina yetu. Mungu, yakataja katika mema. Baba, wapo waliotaja mabaya kupitia majina yetu, nasi katika mchana Jehova tunayafuta mabaya. Baba, tunayafuta mabaya kwa jina la Yesu. Tukawe na majina mapya sasa. Baba, tukawe na nguvu katika majina. Wewe kaonekane katika mchana ya leo. Bariki kila mmoja mmoja wetu Jehova. Baba, tukaanze kwa upya Jehova. Asante kwa neema hii. Asante kwa utukufu wako Jehova. Asante Bwana. Asante Jehova. Wewe ni mwema Jehova. Tunaomba na kuamini Bwana, kwa maana utaenda kutenda. Wewe ni mwema, unatupenda. Asante Jehova. Asante Mungu. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu sote tuseme amen. Jamani, piga makofi, ongeza kwa Bwana.